nitazungumzia kutokana na experience yangu. Watu wengi huhisi kwamba kufanya development ya project ndio changamoto kubwa ya kwanza ambayo inatokea, lakini baadaye wanakuja kutambua kwamba baada ya kufanikisha kutengeneza project yao ndo changamoto zingine zinakuja. Mwanzoni mtu anakuwa anawaza okay, mimi nahitaji kutengeneza solution fulani ambayo inahitaji application. Kwa hiyo anawaza labda nikipata developer. Changamoto kubwa ambayo mtu anayo ni kupata developer, mtu ambaye anaweza kutengeneza application. Lakini baada ya kupata developer na akaagili vizuri na akaanza kutengeneza application na akaja ikafanikisha kutengeneza ile application, changamoto kubwa ambayo inakuja ni jinsi sasa ya kupeleka project iende sokoni na kuhakikisha napata wateja. Hiyo ndio changamoto kubwa iliyopo. Kwa hiyo nachopenda kukushauri ni kwamba pale unapokuwa na idea yoyote unataka kuimplement, let's say mfano umeona kuna changamoto A. Mfano kuna changamoto A. Umeshapata changamoto A na ushajua solution yake. Na solution yake inahitaji application, inahitaji website. Ufikiria huko unaendelea kupambana kwamba nitapata wapi developer, mtu ambaye atatengenezea hiyo project yangu na atahakikisha nitaenda sokoni, lakini pia fikiria ni jinsi gani ambavyo utaweza kuingia sokoni baada ya project yako kuweza kukamilika. Lakini pia zao utaweza kuingia sokoni project yako ikiwa imekamilika, inabidi iwe very practical way. Isiwe in way ambayo just umefikiria tu. No, fanya research kujua kwamba ni njia zipi naweza kuzitumia ili niweze kupata wateja ambao ni sahihi kabisa kwenye project yangu. Kwa let's say unaweza kutumia njia tofauti tofauti. Kwa mfano kwa upande wa application, utengenezaji wa uzuri wa soko la application ni kwamba dakika moja. Uzuri wa soko la application ni kwamba unaweza ukapromote application yako kwa njia tofauti tofauti. Ukatumia Google Ads, ukatumia Facebook Ads. Ninapozungumzia Google Ads ni kwamba unachukua ile project yako kama ni application au ni website, unaenda kwenye Google na kitu inaitwa Google Ads ambayo ni Google AdWords. Kwenye Google AdWords unaweza ukaitangaza project yako na kuchagua niche husika, watu husika ambao unataka wakufikie project yako. Hiyo ndio njia nyepesi na rahisi sana ambayo haina gharama kubwa sana. Kwa sababu unaweza kukuta kwa watumiaji ambao ni wa Tanzania ukitumia Facebook Ads, matangazo ya Facebook. Ninapozungumzia Facebook Ads ni matangazo ya Meta ambayo yataenda kwenye platform ya Facebook, ya Instagram na za platform ambazo Instagram wanazimiliki pia. Kwa utachagua pale ni tangazo la aina gani unataka. Na uzuri wa matangazo ni kwamba unaweza kuchagua kwamba okay, nataka nilipe kwa click. Hii website yangu, mtu atakapo click hii link, mimi ndio wanichaji na watakuchaji kutokana na CPC, cost per click. Lakini pia Google Ads pia ni the same. Kwa hiyo ni vyema unavyotengeneza project yako, weka strategy nzuri za marketing and budget. Ukishakuwa na developer mzuri akutengenezea project yako, hakikisha unaweka strategy nzuri ambazo zitakusaidia wewe kwenda sokoni na hiyo project yako. Usitengeneze project mwisho ikishia tu ndani. Kwa hiyo take it from me, my name is Dastan Fernand. Don't forget to subscribe to my YouTube channel.